Bana inakuaje wanangu, nimewamiss kinoma. Sasa bana, leo tuna movie nyingine mpya kabisa mwaka 2025. Hii movie inaitwa A Woman in Cabin Number 10. Yani yule mdada yupo kwenye kama chumba hivi namba 10. Sasa mchongo unavyoanza bwana, kuna mdada anaitwa Laura. Huyu dada ni mwandishi wa habari moja mzuri sana. Huyu mdada ametoka kwenye kesi moja kubwa sana, amefanikiwa kuonyesha jamii watu wabaya kwenye jamii yake na vitu kama hivyo. Sasa amerudi zake ofisini pale, mabosi zake wanamshukuru bwana, noma sana na nini, unajua zile bwana ofisini na nini. Amekaa kwenye PC yake pale kama amekuta invitation hivi. Kuna kampuni imemwalika huyu dada mwandishi wa habari. Of course mwaliko umetoka kwenye Linkstead Foundation ambayo inadili na kusaidia watu walio katika mazingira magumu, kama unajua vile foundation venye zinafanya kazi. Basi bosi wake anakuja, anamuita ofisini kwake, anamuuliza vipi bwana, unaendeleaje? Maana jambo unatoka kulivumbua ni kubwa. Anambia bwana, ile kesi ilikuwa ya moto sana. Bosi wake anamshauri kama vipi, hebu chukua likizo kidogo upumzike kidogo, unaonaje? Sasa bwana mimi naendelea kufanya kazi na angalia mwaliko bwana. Mwaliko ni dada mmoja anaitwa Anne pamoja na mume wake Richard. Hawa ni matajiri sana hapa duniani, wametengeneza hii meli yao. Sasa wanachukua watu wao wa karibu, wanasafiri kwenda Norway, lakini kwa ajili ya kufanya fundraising kwa ajili ya watu wenye mazingira magumu, hasa wanaoumwa kansa, kwa sababu huyo dada mwenyewe pia ni mgonjwa wa kansa. Kwa hiyo angependa kunialika na mimi niende nikafanye hili jambo. Bosi wake ananiambia mbona kama sina amani na hilo jambo hivi. Lakini Laura anasema bosi acha hizo bwana, mimi umesema nipumzike, basi mimi mapumziko yangu ndio naenda kwenye hili jambo. Basi bwana, siku ya kwanza Laura amefika pale kwenye ile meli pale, amepanda, na sheria ya hii meli ni kwamba bwana lazima kidogo uvue viatu. Hapa kuna viatu maalum vya kuingilia huko ndani, so viatu vyako tunaviacha pale hivi. Basi akavua akaweka pale pembeni, za kukutana na mnyamwezi anaitwa Adam. Huyu jamaa pia ni mwana mitindo tu hapa na pale, ila pia sasa huyu mhudumu wa meli akasema bwana, sasa wewe utakuwa kwenye chumba namba 8, na akamwambia huyu mzee wewe utakuwa kwenye chumba namba 2. Laura pamoja na Robert wakaintroduce, na Robert ni daktari wa Anne, yule mama mwenye miliki wa hii meli ambayo anaugua kansa. Laura amesimama pembeni pale anashangaa, anamuona Ben ambaye ni boyfriend wake wa zamani, ndo mpiga picha kwenye shughuli nzima hiyo. Basi wanajaribu kuongea kidogo pale, ila Laura naona bwana hapa kuna kitu kiko sawa, so Laura anasepa. Basi baadaye kila mmoja anaelekea kwenye chumba chake. Adam akawa ameintroduce Laura kwa Heidi huyu ni mmiliki wa makumbusho ya sanaa. Kwa hiyo Adam anamwambia bwana, leo tutakuwa na Laura, atakuwa anatu check hapa, anachukua story na nini. Laura anasema ndo alialikwa basi hamna shida bwana. Basi Laura anaingia chumbani kwake na Yach inasepa sasa taratibu. Wakati Yach inaanza kutembea pale, Laura anaona kama kuna sigara zinatoka kwenye chumba zinakuja miguuni mwake kwa sababu ya maji. Basi anazichukua anaziweka kwenye dustbin pale. Jioni ile Richard anashukuru watu wake wa karibu kwa kuja na kujumuika pamoja kwenye hii safari. Anawashukuru kwa sababu ya kile ambacho wamekichangia kwenye shughuli yake pale, na anashukuru kwamba watu wengi ambao hawataweza kupata madaktari wa gharama, basi mchango huu utawasaidia. Lakini pia anamwambia jamani, mke wangu hajisikii vizuri sana, lakini hamna shida, nafikiri tutaonana naye hata kesho tu atakuwa yuko sawa. Richard anasema bwana, nimemwalika Danny, huyu jamani mwanamuziki mmoja mzuri sana, kwa ajili ya kuja kutupa burudani hapa. Mchizi naye ndo anafika na boti yake pale. Richard pia anamuona Laura, anasema asante bwana kwa kuja, of course nilikuwa nategemea uje, nashukuru sana. Danny anaingia pale usiku, watu wanavaa kwa ajili ya kwenda dinner na nini, huko anaongea na bosi wake pale kwenye Skype. Hasa ametoka pale kwenye corridor, anamuona Richard, anaona mchizi naye boyfriend wake wa zamani, kwa anajificha, anaingia kwenye chumba namba 10 ambacho sio cha kwake. Kwa bahati mbaya anakutana na dada mmoja na nywele nyeupe. Anasema samani bwana, nimeingia kwa bahati mbaya, nisamee sana. Anatoka anaanza zake kwenye dina pale. Anajikuta mpaka mimi nimevaa sana, wengine wamevaa kawaida, lakini Heidi anamwambia hamna, sio shida, mama umependeza tu, karibu sana. Boyfriend wake wa zamani pia anamwambia usijali bwana, you look good. Dakika hiyo mkuu wa security kwenye ile yacht anamwambia bwana, ukimaliza hapa twende basi unaweza kumuona mama pale ndani, yani Anne. Baada ya kumaliza chakula, basi Sigrid anampeleka Annie kwenye chumba cha yule mama sasa Anne kwa ajili ya kufanya naye mazungumzo kidogo. Dakika 0 Anne amekuja na Laura anamshukuru kwa kumwalika kwenye hiyo safari. Anne anasema usijali, of course nilitamani sana uwepo. Anasema nimekuchagua uje wewe kwa sababu nimekuwa nikikufuatilia sana na nimeona kazi zako nyingi, unasaidia watu ambao hawana sauti yao ifike kwenye jamii, ndio maana nimekuita hapa. Kwa bahati mbaya anaanza kukohoa kidogo. Laura anamsaidia na anamwambia bwana, uje nimeacha kutumia dawa kwa sababu naona nimechoka kumeza. Kuna speech ambayo ameiandika, anaichukua nampa Laura, anasema hebu angalia hii speech, unafikiri nimeandika vizuri? Nataka nitakifika kule kwenye safari tunayoenda nitaisoma pale. Baada ya kuisoma, Laura anashtuka, anasema
mbona kama umeandika pesa zako zote unaenda kuwapa watu maskini, ni kweli? Anne anasema yes, ni kweli, kwa sababu kwa miaka mingi sana tumekuwa tukichukua kwa jamii, sasa nataka nirudishe zote kipindi ninapoelekea mwisho wa maisha yangu. Anasema nafikiri pia hii organization ni vizuri karudi kwa jamii na watu wenye moyo mema zaidi yangu mimi na mume wangu. Anne anamwambia pia Laura kwamba basi naomba kesho urudi pia tuweze kuzungumzia jinsi gani tutaiweka vizuri ili nikifika nikiitoa iwe vizuri. Basi Laura anatoka pale na kwenye corridor anakutana na Richard. Richard anaanza kumzingua pale, mbona unafanya kazi usiku sana nini? Si unajua tena. Basi mwamba design kama anataka kuanza kukumbushia hivi na nini, lakini Laura anasema wewe mimi sifanyi makosa mara mbili mwanangu. Basi wanacheka kidogo pale, lakini pia of course Richard ana apologize kwa mengi aliyofanya nyuma, anambia bwana sawa yalishapita, hamna shida, kila mtu anaendelea na shughuli yake. Usiku ule Laura anapata ndoto mbaya kwa anaamka. Anasikia sauti nje hivi kwa anatoka kwenye kabini yake kuangalia kuna nini. Ametoka pale nje anaona kama maji yanacheza sana na anaona kama kuna mtu anazama mule ndani. Alafu akiangalia pembeni anaona kama kuna mkono una damu hivi. Fast akachukua simu kapiga kwenye ule mkuu wa security pale na fast ma captain wakabidi wasimamishe meli pale waanze kuangalia kweli. Na huyu mkuu wa security anamuuliza umemwona nani? Anasema nimemwona mtu lakini siwezi kumtambua ni nani sababu ya maji, lakini nahisi ni yule dada aliko kwenye chumba namba 10 pale. Basi wanaanza kufanya uchunguzi ndani kwenye vyumba vyote na wanaona kila mtu yupo. Basi habari inamfikia Richard ambaye mmiliki wa meli, anakuja anamwambia Laura hamna mtu aliyeanguka kwa sababu mbona kila mtu yupo huko ndani. Laura anamwambia yupo dada wa chumba namba 10, nimekutana naye. Captain anamwambia wewe hicho chumba namba 10 waga hakina mtu kwa sababu mtu aliyetakiwa kukaa kwenye hicho chumba alikansel mwishoni kwa hakina mtu. Laura anasema jamani kuna damu hata zipo nje, twendeni mkazione. Anatoka nje, damu hamna. Okay, anasema kama sio hivyo huyu mwanamke chumba namba 10 alikuwa anavuta sigara, mimi nikachukua sigara nikazitupia kwenye dustbin. Kaenda akachukua dustbin mjomba, dustbin haina kitu. Lakini pia mkuu wa security anasema kwamba jamani sisi kila baada ya siku 2 tunatoa takataka, kwa hiyo inawezekana kweli tulizitupa. Basi captain anasema jamani tuache kutafuta, tuendelee na safari maana kila mtu yupo, hamna shida. Basi Laura akachanganyikiwa, jamani mimi nimemwona mtu jamani. Captain anafunga kile chumba namba 10, hiki hakitakiwi mtu kuingia kwa sababu hakuna mtu huko. Siku ya pili Laura anaenda kwa Richard, anamwambia Richard samani ningependa nione crew yako nzima tafadhali, waje tu niangalie kama kuna mtu nilimuona labda nimechanganyikiwa. Rich ana shida, kawaita wote, sema hawa hapa, hebu angalia nani ambaye ulimuona. Kaangalia dada lakini haoni yule aliyemuona. Kachoka kweli, akarudi zake kwa Anne basi kule kwenye library kwanza kuongea naye. Basi kaja kamuuliza Anne, bwana Anne samani bwana, hebu tunaweza tukaendelea na yale mazungumzo ambayo ulisema nije jana? Anne akamwambia samani nimechoka sana, yani najisikia vibaya leo, kwa hiyo naomba nipumzike. Basi Laura ikabidi aondoke. Baadaye Laura akaenda kwa Ben, akamwambia mwanangu mimi sielewi mwanangu. Anaanza kumwambia mimi naona mimi nimemuona mtu na kuna mtu alikuwa mwenye kile chumba nimekutana naye mimi mchana. Kila mtu kanini anaona mimi chizi jamani. Na nimeongea naye kabisa yule nikamwambia samahani nimeingia kwenye chumba chako bahati mbaya. Akapata idea akasema hebu naomba laptop yako. Kila mtu akiingia kwenye huko ndani tunapiga picha. Basi akaanza kuangalia picha. Lakini akaanza kuangalia picha za Ben za zamani kabisa nje hata ya matukio ya hapa. Kwenye matukio ya nyuma kabisa sababu Ben anapigia picha hii familia kwa muda mrefu kidogo. Kipindi bado anaendelea kuangalia picha hata za matukio mengine ya nyuma, akamuona yule dada bwana. Laura akachukua laptop fast akakimbia kwa Richard. Richard, huyu hapa nilimuona huyu dada. Ben anasema jamani huyu dada nilimpiga picha kwenye party ya Adam nyuma huko jamani. Adam na Richard pia wote anasema jamani sisi hata kumuona. Si unajua hizi party zinavyokuwa watu wanakuwa wengi bwana. Doctor anasema lakini mimi nahisi Laura kama ana mshtuko kidogo kwa sababu ile kesi yake iliyopita kama alishashuhudia mtu akizama, kwa hiyo nafikiri labda bado yale matukio yanamchezea kichwani, so inawezekana. Wewe umejuaje? Akamwambia kila mtu anayekuja kwenye hii yacht lazima tunajua background yake. Anamwambia Ben, wewe ndio umemwambia watu kila kitu. Akamwambia sasa mimi I'm worried about you, lazima nizungumze jamani. Basi Richard anasema sikiliza, nitamwambia kila mtu kwenye hii yacht mtafute huyo dada, usijali. Embu naomba uende at least kwenye spa pale ukapata hata massage ili u calm down. Ikabidi Laura pale aende. Basi wakati anaoga pale akagundua kwamba kuna mtu amemwandikia kwenye kioo stop, kwamba jamani acha. Kampani ametoka pale, jamani nani ameingia huku? Kamuuliza kila mtu, jamani akasema hakuna mtu aliingia huko, nilikuwa ni mimi tu, labda lakini mimi sijaandika na no stop hapo. Adam anatoka hapa, Laura anamuuliza Adam ulikuwa kwenye chumba changu? Anambia jamani niko chumba gani saa ngapi? Laura anaangalia kwenye kamera, anasema kuna kamera, ngoja niende nikaombe captain anionyeshe. Captain anamwambia hey, kamera zote huko tunazima. Kwa nini mnazima? Kama wageni tunaokuwa nao huku ni wageni wa high level sana, hawataki hayo mambo, kwa hiyo huwa tunazima. Basi baadaye wakati anaoga akagundua kwamba nywele zake zilikuwa zinaingia kwenye sink pale. Akapata idea kwamba ngoja niende kwenye kile chumba nikaangalie kwenye masinki yote, inawezekana kukaa kuna nywele pia za ule dada, sababu chumba kimefungwa kwa kama amepitia nje akaingia kwenye kile chumba.
Kweli akakutana na zile nywele nyeupe kwenye sinki pale, akazichukua akaenda kwa Ben, umeona nimezikuta hizi nywele, kwa kuna mtu mule ndani. Kama kile chumba amesema akija kukaliwa na mtu, hizi nywele za nani? Huyo mtu amezama. Ben anamwambia sikiliza, basi tuache masaa kadhaa yapite, alafu kama baada ya masaa hayo hakuna litakalofanyika, mimi nitakusindikiza mwenyewe twende kituo cha polisi tukatoa hiyo taarifa. Lakini pia naomba embu taratibu, unajua watu matajiri jamani, wakianza kuona kama uko hivi wanaweza kukuzingua, embu tulia basi. Laura basi anachukua zile nywele anafunga kwenye plastiki, anazirudisha kwenye sinki kwa ajili ya kuzificha pale. Baadaye muda wa chakula, Richard anatoa speech nzuri kabisa kuhusu Anne, anatoa machozi, unajua tena huzuni. Baadaye grupu inapanda boti kwenda kwa ajili ya kuangalia papa huko katikati ya bahari. Wakati watu wameondoka, Laura anachukua muda kwenda kwa wafanyakazi wa hii meli na kuuliza, jamani huyu dada mjai kumuona nyinyi jamani? Lakini kila mtu anasema hapana, hatujai kumuona. Basi anawashukuru na anatoka nje. Akutana na Robert, dokta yake Anne. Anamuuliza, hey, umetoka wapi huko? Kwa wahudumu. Unafanya nini bwana wewe nawe? Anasema, nilikuwa nimewaomba bwana zungushe kwenye hii boti nijaribu kuangalia hapa, nataka nijifunze kidogo. Robert anasema, bwana unabidi uenjoy maisha, maana wewe hii siku ni moja tu, sasa ukiondoka bila kuenjoy hapa sijui itakuwaje. Akarudi chumbani kwake, lakini akagundua kuna kifungo kiko hapa chini ya chumba chake. Akakichukua na akakiweka kwenye begi kama ushahidi, kaficha kwenye koti lake. Baadaye Laura ametoka nje ya boti, anaangalia chini kidogo, anaangalia mandhari. Kuna mtu sikamsukuma kwa nyuma bwana, so akadumbukia kwenye pool ndani ya yacht pale, alafu ule mfuniko wa pool ukaanza kujifunga pale. Kapambana humo ndani, kapiga makelele mengi. Kwa bahati nzuri wageni wakamuona kwa wakamsaidia akatoka. Ben anamuuliza, nini kimetokea tena jamani? Laura bila kupepesa macho asema, kuna mtu anataka kuniua ili anizime sababu ya jambo nililoliona, amenisukuma. Wakati anaongea, akimwangalia Robert anaona mkononi mwake hamna kifungo cha shati. Kamuuliza, oya, mbona kifungo chako hakipo hapo? Jamaa akaanza kuzunga, sijui nini. Akasema, ulikuwa chumbani kwangu? Akamuuliza ule mkuu wa security, koti langu liko wapi? Kifungo kiko mule. Wameenda kwenye laundry. Watu washachukua muda mrefu, hakuna evidence ya nywele wala kifungo. Baadaye anatoka nje, anamfuata Ben. Anamwambia, Ben, wewe pekee ndio ulikuwa unajua kuhusiana na kile kifungo na zile nywele, wewe umemwambia? Akamwambia, no, mimi sasa nilikuwa worried about you, sasa ningesema nikuambie ili ukusaidie kwa sababu kila mtu anaanza kuhisi kama umekuwa chizi. Laura akamwambia, oya, kana mbali na mimi, nahisi kama wewe unaanza kuwa mbaya wangu. Mambo yanavyoanza kuwa mengi, yule msanii Danny akasema, mwanangu mimi sitaki maskendo, kazi yangu mimi ni ya thamani sana. Kwa mchizi akasepa. Ili umuumiza sana huyu mmiliki wa hii yacht. Sasa kila mtu anamlaumu Laura, wewe ndio umefanya paka msanii aondoke, ulikuwa kaa chizi si ukoje? Sasa usiku ule kuna mtu anamgongea Laura, anachungulia pale, anaona kama kuna mtu, lakini mtu anaondoka kavaa kofia. Fungua mlango, akaanza kumfuata ule mtu, anazidi kupotea tu, anza kumfuata yule mtu, akaingia chini kabisa ya injini ya yacht kule. Laura naye anamfuata. Baadaye dada akajitokeza, akamwambia, wewe nani? Wewe ndio ulionisukuma nikaanguka kule? Akamwambia, no, sio mimi bwana. Akamwambia, sikiliza, utakufa, nyamaza kimya, mimi ndo nimekwambia pale, nimekuandikia stop wakati unaoga, nyamaza. Wakati wanaulizana maswali, Laura akamemshika, akamemvua ile hudi pale juu. Kaona mbona ni Anne? Kamuuliza, Anne? Basi akamsukuma, akambamiza kwenye chuma kimoja hapo, afu akamfungia chini huko. Basi baadaye Laura ameamka, anajaribu kupanda lakini kashindwa, so ikabidi tu alale hapo. Wakati amekaa na waza, akawa amegundua kama huyu dada bwana sio Anne, ndio maana anavaa hii wigi. Ngoja kwanza. Baadaye yule dada kweli akarudi kuona kwamba Laura ametulia au vipi, ili aongee naye. Akamwambia, wewe ni nani? Kwa sababu hujui kama Anne aliacha kutumia dawa, ndio maana mara ya pili uliniambia kwamba dawa zimekuchosha, alafu pia hukukumbuka ile appointment yetu nilivyokuja kwa ajili ya kuandika ile speech, ukaniambia umechoka. Kwa hiyo wewe sio Anne. Laura akasema, aliyeanguka kwenye maji alikuwa ni Anne, nyie mmemuua. Kwa sababu speech yake ilikuwa inataka kutoa utajiri wote iwape watu, na Richard najua ametoka amekasirika. Dada akamwambia, mimi mwenyewe nilikuwa sijui kama Richard angemuua Anne. Kasa mimi niliajiriwa kwa ajili ya kumuigizia Anne kwa siku moja tu, kwa ajili ya kwenda kusign mikataba fulani, kwa sababu Richard alikuwa anaitaka hii kampuni yote kwa ajili yake, na mimi sikujua kama yangefikia kwa mabaya namna hii. Akasema alinitafuta kupitia Facebook, alivyoniona mimi nafanana na Anne, kwa akanipa hiyo kazi, akanilipa hela nyingi sana. Akasema Richard alinialika mara nyingi sana kwenye party za hapa na pale ili tuwe comfortable. Sasa usiku ule ulioona kama Anne ameanguka, alitukuta Anne, mimi na Richard pamoja. Kwa baada ya Anne kupanic, Richard ndo akawa amemsukuma, akawa amemuua bahati mbaya. Ili kutoa akawa amemtupia kwenye maji. Akasema, mimi sina nia mbaya, lakini mimi kwetu ni maskini sana na mtoto, kwa hiyo ilibidi nikubali tu nifanye hii kazi nipate pesa kwa ajili ya kuendeleza familia yangu.
Akasema unaitwa nani? Akasema naitwa Carey. Laura akamwambia sikiliza Carey, Richard hawezi kukuacha hai. Ukisha sign tu hata akupe hela ngapi, anajua siku utakuja kusema ukweli. Kwa atakuua. Kwa ni bora ufanye kazi na mimi ili tumtoe huyu mjinga. Carey bado ana mawazo mengi, akamfungia akaondoka tena. Baadaye Ben amekuja chumbani kwa Laura kujaribu kumsalimia, lakini akakutana na Robert, doctor. Akamwambia bwana, hebu mwache apumzike kidogo, maana ile issue kwenye pool imemchanganya sana, so mwache apumzike. Baadaye Richard anamwambia Robert, sikiliza, mtafute huyu dada kokote aliko na umalize. Robert anashtuka. Anasema jamani, okay, Ann ilikuwa ni sawa kwa sababu alikuwa pia anakaribia kufa, kwa ningemoverdose sio mbaya. Sasa jamani, ni muue kabisa mtu mwingine. Bahati nzuri huko Carey anasikiliza. Akamwambia mwanangu, sikiliza, wewe nimekusaidia sana kwenye maisha yako, haukuwa hapa, usitake tuharibiane, maana dawa nyingi ulizokuwa unampa mke wangu pia ulikuwa una overdose. Sasa naweza nikakufunga vile vile. Robert akaana namna, ilibidi akubali tu, pia akimpata Laura amue. Usiku Carey ilibidi aende kwa Laura, akamwambia alichokisikia chote, bwana mambo yashakuwa mabaya, tutakufa wote hapa. Basi Laura anamwambia sasa wewe inabidi uende polisi ukishafika kule. Akamwambia we, nikienda watanikamata kwa sababu mimi nitakuwa pia nimesaidia kuficha mauaji. Sawa, lakini ujue Richard hawezi kukuacha hai. Atakuacha salama hivyo, ukisign tu unakuwa kwenye hatari. Basi wamefika katika ile eneo siku ya 3, watu wanapanda boat sasa kuelekea kwenye ukumbi pale. Ben anataka kwenda kuingia kwenye chumba cha Laura, lakini staff anamwambia dokta amempa dawa pia ya kulala tena, kwa hiyo mchunie tu apumzike. Jamaa kapanda boat, lakini akili mkai sawa. Akasema hapana, ngoja mimi nishuke kwanza niingie kwenye yacht tena niweze kumsubiri Laura. Huku Laura ametoka huku chini, ameingia kwenye library ya Ann na amechukua ile speech ambayo Ann aliandika, ile halisi kabisa. Akakimbia faster kwenye captain area kuchukua simu kwa ajili ya kupiga kupata msaada, lakini Robert kafika hapo. Daktari sasa huko ameshika sindano ya sumu. Wakaanza kupalangana hapa, amekimbia Laura, watu wanamfukuza, security namfukuza wote. Kwa bahati nzuri Ben kafika pale akianza kumsaidia Laura. Kwa bahati mbaya Robert anamchoma na sindano shingoni. Sindano ilikuwa na sumu, anaanza kukosa nguvu, lakini pia Ben anamwambia Laura kimbia. Robert anamkamata pale, wanaanza kupambana. Mwishoni kabisa Ben anakuja pia anamsaidia Laura, anafanikiwa kukimbia, lakini Ben anapoteza maisha yake. Laura anafanikiwa kuruka kwenye yacht, anaingia kwenye maji, anaogelea kwenda kwenye kanyumba fulani pembeni kidogo kwa sababu tayari walikuwa wamefika. Robert anamwambia Ben kwamba amefariki, alikuwa anamprotect Laura, lakini pia Laura hatujamuua sisi, ila amedumkia kwenye maji, kwa hiyo ubaridi ule wa maji hawezi kusurvive. Richard pia anamwambia sawa, tukimaliza hii kitu umalize pia Carey. Basi baadaye Carey ambaye sasa hivi ni kama Ann anasign ule mkataba pale. Watu wanashangaa, mbona umebadilisha tena moyo wako? Ulikuwa unasema iende kwa jamii, sasa hivi rudi kwa mume wako. Anasema nyie acheni tu, mume wangu ni mtu sahihi sana kwa ajili ya hichi, tumekuwa naye miaka mingi. Laura amepenya kuingia kwenye ile venue, akutana na yule mkuu wa security. Anaambia ukweli, bwana, Ann hayuko hai na kuna mtu anamuigiza Ann. Kamba wewe vipi wewe, mimi nimemuona Ann sasa hivi. Akamwambia sio yeye, yeye anaitwa Carey. Ann ameuawa na mume wake na ndio alidumbukia kwenye maji. Richard alimuua kwa sababu alikuwa anataka amnyang'anye mali zote awape maskini. Aligundua, kwa hiyo ndo maana amemuua. Laura anachukua ile speech original, anamwambia hii hapa ndo speech original ya Ann. Jioni ile sasa kwenye ukumbi pale, Richard anatoa speech alikotokea Laura, kaenda kamnyang'anya mic, kaanza kuongea. Richard anaiambia security, haya mkamateni huyu, mtoeni nje. Ann sasa mwenyewe anasema hapana, hii ni shughuli yangu na mwacheni aongee. Kumbuka Ann sio Ann tena, ni Carey. Laura akazungumza kila kitu, kasoma kwenye ile speech ambayo Ann alikuwa ameiandika kipindi uko hai. Wageni wameanza kushangaa kwa matukio ambayo yanaendelea hapa. Richard alimind sana, sasa akaanza kutaka kumconfront Laura pale. Carey ambaye watu wanajua ni Ann akamwambia mwache aongee. Mchizi kapanic, akamvuta Carey kumwambia kwamba kwanza wewe hata sio Ann. Akalopoka pale mbele za watu, akachukua kisu akataka kumchoma, akamwambia twende nje. Sasa watu wote wanaanza kushangaa, jamani Richard vipi? Katoka nje na Carey kaenda kwenye speedboat pale, anataka kukimbia. Sasa yule mkuu wa security akawa ameenda kuchukua bunduki, akawa amemshoot Richard kwenye bega. Laura naye akawa amekimbia, amechukua chuma ili akawa amemmalizia Richard pale, kamsaidia Carey. Polisi wamefika pale, wakasimulia tukio nzima. Basi Laura akarudi kazini. Siku kadhaa baadaye Laura akawa amepublish story yote kwenye media yao. Matakwa ya Ann yamefanikiwa, watu wote walikamatwa ambao walikuwa wanahusika na hilo jambo, na Ben alipoteza maisha yake kwa ajili ya kusaidia ukweli. Lakini pia Laura pia bado ameendelea kuwasiliana na yule Carey ambaye amerudi nyumbani kwake kwa mtoto wake. Movie inaishia hapo. Usikose kusubscribe,